yana ushawishi mkubwa sana. Mimi naamini Inspector General wa Police hajasoma katiba 2010 ya Kenya. Kama ameisoma, Senior Counsel Martha, Senior Counsel, my brother and Governor of Siaya, Senior Counsel Omolo Tiende, I refer us to Article 243 of Constitution 2010. This article establishes the National Police Service, not the police force, police service. Article 245 establishes the office of the Inspector General of Police. I refer us to those articles. Now, the only way Kome can get away with criminal liability is to resign. And even if he resigns, it is not enough. He can only get away if he establishes under Article 245 that he was given instructions by Kindiki to do what he did, trying to kill Baba. I was with Raila when they hit him mara 10. Tulipo escape na Kioni alikuwa nyuma yetu, tukafika mahali tulikuwa tumejificha kwa hoteli moja hapa Utuju. Baba akaniambia, come and I show you something. Alienda akanionyesha, angalia hii. Bullet moja, bullet mbili, hii ilikuwa inanilenga, bullet ya 3. Mungu ni mwema. Gari yenyewe ilikuwa kabisa ya kiongozi. Hawangeweza. Kama sio hiyo gari, tungekuwa tukiongea mambo mengine Kenya hii. Macho yangu mwenyewe nikaona, nikadhibitisha kwamba hii ni risasi. From what brother Jim Orengo refers to as assault rifles. Assault rifles. Ya kwenda ile ambayo ingepigana na Al-Shabaab na watu kama hao. Ilikuwa inaelekezwa Raila Amolo Odinga. That was after the battle, Ndugu, the battle of Pipeline. We have been in demonstrations before with some of our colleagues who have since wamesalimu amri. Remember siku za code, tukisema kina Hassan waende na walienda. Tulifanya demonstration, tukapigwa tear gas. Lakini hii ilikuwa vita. Hii haikuwa mambo ya tear gas, hii ilikuwa ni kumaliza Raila once and for all. Wengine walisema hivyo, walisikika akisema they want the final solution ya to do away with Raila Amolo Odinga. Lakini Mungu ni mwema, Raila ako hapa. The battle of Pipeline